vazi lake lilidondokea Elisha. Na Elisha kati anapokea ile vazi lilipomwangukia, tunaona roho ya Elia ilibaki kwenye vazi la Elia. Elisha alipopokea ile vazi akafanya mambo makubwa sana kwa msaada wa Bwana kupitia roho ya Elia ndani ya vazi la Elisha. Roho ya Elia ndani ya Elisha kupitia vazi lake. Kwa hiyo kinachofanya kazi ni roho. Kinacholeta udhihirisho ama matokeo ni roho. Kinacholeta majawabu ni roho. Kinachofanya mambo yaonekane ni roho. Wewe kutafakari hivi kwamba Elisha alipochukua ile vazi la Elia anataka kuvuka kwenye kijito cha maji. Na hawezi kuvuka kwa sababu maji ni mengi. Lakini akatambua uweza, mamlaka na nguvu ya roho ya Elia. Kwa sababu mkononi mwa Elisha alishika vazi, akachukua lile vazi alilolikamata, ambalo si lake ni la Elia, akapiga kijito cha maji. Maji yakagawanyika, Elisha akapita. Alipita kwa nguvu ya roho wa Mungu wa Elia ndani ya vazi la Elia na si Elisha. Na tuliona pale mbele kidogo, tutarudia kusoma maandiko baadaye kidogo. Tuliona pale kidogo Elisha alipofika karibu na wale manabii. Wale manabii hawakumwona Elisha. Ni Elisha, lakini ndani ya Elisha inaonekana roho, ama juu ya Elisha inaonekana roho ya Elia inatembea. Na kwa sababu walijengea mazingira ya kumwabudu Mungu wa mbinguni wa Elia, walipomwona Elia wakaona Mungu yuko hapa, wakasujudu. Walipomwona Elisha, wale manabii wakashuka pamoja, wanamsujudu Mungu wa Elia ndani ya Elisha, anaonekana ndani ya Elisha. Kwa hiyo roho ya Mungu ambayo aliweka ndani ya Elia inaanza kutembea na Elisha. Kwa maana nyingine, matendo mema ndani ya Elia yanaanza kutembea kwa Elisha. Matendo yoyote mwanadamu anayoyafanya duniani yanalifaa roho aliyoibeba. Wewe usifanye nje na roho aliyoibeba. Ijapokuwa roho pia inaweza kufanywa. Unaweza kama ni cha Mungu kashangaa tugafa. Roho ya uzinzi inakuandama. Na ni cha Mungu. Maana shetani anashindana na ile roho unayo akuondoe kwenye uwepo wa Mungu. Unaweza kuwa ni mtumishi wa Mungu, una roho ya kimungu ndani yako, roho ya ujambazi pia inakuandama. Kwa mfano mmoja mzuri tutakusaidia. Mtumishi wa Mungu Sauli amezaliwa ndani ya utukufu wa Mungu. Mungu anataka kumtumia Sauli, anaitwa Paulo. Lakini ilimwandama